Enzi zetu kuonga tukujua, kutongoza ilikuwa kwa barua, chiti ya kukua, maexi pia hakukua, tuliishi na furaha sana. Watazamaji wapenzi wa Moba Star TV, na acha basi ni wakaribishe kama kawaida na kuweza kujiunga nami kwenye mahojiano yetu haya. Na leo Mwana Mfalume ameweza kabisa kukuletea msanii wa kizazi kipya, pia anaitwa kwa jina ya Gracias P. Gracias P ndio anayepatikana nami. Basi acha nikaribishe kujiunga nami mwanzo hadi mwisho. Gracias P, jambo sana. Habari ya poa. Basi mtazamaji mpenzi, acha nikualike kuandamana nami mwanzo hadi mwisho, na nikukumbushe kitu fulani ya kwamba emission hii utakuwa ukifuata kwenye Moba Star TV, inakuwa ikipita kwenye Facebook, TikTok, YouTube utakuwa ukipata. Basi andamana nami ili tuweze kugundua na sisi wote pamoja tuweze kutambua Gracias P anakuwa anafanya aina gani ya muziki na anakuwa anaendelea vipi na muziki. Kwanza tuko tukimwelekea Gracias P, atuambie Gracias P, wewe kwa jina halisi unaitwa nani? Bananita Kalindi Mfumwe. Basi inakuwa inafurahisha, mwanamuziki anayepatikana nami hapa anaitwa kwa jina ya Kalindi Mfumwe Grace, ndio yeye anayepatikana hapa. Mara nyingi tunakuita Gracias P, inakuwa Gracias P inakuwa inamaanisha nini? Gracias P. Kwa hiyo Gracias ni jina langu ile Gracias. Ndio. Ndio kutoka na bazazi. Ya sikupenda kuipoteza sana. Ile kusema naweza kuongeza hapo pia na bwana. Kisha tu Gracias. Basi inakuwa inafurahisha namna hiyo. Imani yangu ni kwamba tayari umeshaanza kuelewa kitu fulani, lakini sasa tutaenda mbali, tutakuwa na yeye Gracias P, ndio yeye anapatikana nani hapa, na leo kabisa tutakuwa tukimjua nini anakuwa akifanya. Basi andamana nami ili tuweze kumtambua pamoja. Gracias P, wewe utakuwa unatukumbusha ulianza muziki lini? Depuis 2000. Basi Gracias P aliweza kuanza muziki 2021 na hadi sasa anazidi kabisa kupambana kimuziki. Chanson yako ya kwanza ilikuwa ni chanson gani? Ilikuwa ni chanson ya masomo. Ndio. Alfajiri. Lisa Alfajiri. Na hiyo uliweza kuimbia masomo? Ndio, masomo. En fait, nini ilikuwa message clé dans ile chanson yako? C'était juste pour sensibiliser la jeune. Donc ilikuwa ni kusensibiliser parents wafanye choix mzuri juu ya masomo. Basi inakuwa inafurahisha sana hiyo. Na ulipotosha ile chanson iliweza kupokelewa namna gani, kwa kwanza kwa wanafunzi, kwa walimu na kwa wazazi waliosikia ile chanson? Bon, on a ça marché. Enseignant officiellement carrière na musique. Nilipatiaka espoir kama ndio naenda kwa vizuri. Basi inakuwa inapendeza sana, na namna hiyo tutakuwa tukisiti kuendelea na uweze kabisa tuweze pamoja kumtambua Gracias P anakuwa akifanya aina gani ya muziki. Baada ya kutosha hiyo chanson, chanson ikapita ikakuwa consommée na ba élèves, walimu na wazazi. Baada ya hiyo chanson kutoka, je, unaweza kutosha chanson nyingine gani ya kwanza tofauti na ile ya masomo? Basi ni kwa mwanafunzi na wetu hapo sauti kwa ile chanson ndio wetu ni kufuatiliwa sana. Sasa mimi sipendi masomo wala sasa bado kuelewa. Ikanibidi tunafanya kwa siri sana, muziki kwa siri. Donc basi yuko hapo. Na pale nikazimika kidogo, kusimika tu. Mpaka 2024. Ndio kwanza sasa officiellement. Bali ulikuwa kumaliza masomo. Très bien. Basi inakuwa inafurahisha sana, ni hivyo. Baada ya kuanza chanson ya kwanza aliweza kabisa kupumzika kwa lengo tu ya kuweza kufurahisha wazazi, ili aweze kabisa kuridhisha wazazi, na ndipo atakapoanza muziki. Baada ya kumaliza masomo aliweza kabisa kuanzana na basi Gracias P, tukumbushe baada ya wewe kuanza muziki ni matatizo gani unayokumbana nayo kimuziki? Kukataliwa sana na bado kukataliwa na watu. Naanza kwa mimi walikuwa naona kama
mimi wanafanya ni kupoteza muda. Sana kwa mtu manaanza muziki inalumaka sasa. Sasa nishakatafuta bamsha nyaka kwa maisha magumu. Ndio hii kuimba muziki. Udebi mama tulikuwa sana me hatukataka wala na hatutakata tazidi kupambana. Basi inakuwa inapendeza Graspy, baada ya wewe kwanza kuimba muziki ulipo